hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nazo nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Baba, tunakuinua, tunashukuru msomo wa amani. Tunapenda Bwana kusema wewe ni mwema, kwa kweli wewe ni mkuu, kwa kweli unaweza mambo yote Jehova, kama jinsi neno lako linavyosema ya kwamba unayo nguvu na mamlaka dhidi ya kila ufalme. Jehova Mungu, tumekuja mbele zako adhuhuri njema Bwana. Tunapenda Bwana kulihimidi jina lako na kulitukuza. Umetufanya kuwa wana wako siku ya leo, umetufanya kuwa mabaki katika wema wako, katika jina la Yesu, katika sinzi zako takatifu Bwana. Umetufanya kuwa wana wako siku ya leo, tunazo sababu za kukushukuru jina lako. Asante Bwana kwa uhai wa siku ya leo, asante kwa yote Bwana umetenda. Mara nyingi mwanadamu huwa ananung'unika na kuona kama kwamba haumo pamoja naye, lakini Bwana tusongea asubuhi ya leo Bwana, licha ya hali ilivyo, licha Bwana kuteseka kwa moko wengine, licha ya mambo mengi kutukuka Bwana, tunataka kuona kusema ni asante, maana umetupatia funza hii njema ya kulihimidi jina lako mchana wa leo Bwana. Unastahili sifa zote, unastahili utukufu na heshima zote Bwana. Tuinama, tuinuka Jehova, tusujudie jina lako takatifu, maana limetambulika Bwana, limekuwa Bwana jina takatifu kuliko majina yote katikati ya miungu Bwana. Jina lako limepata kuhimidiwa, jina lako limepata kutukuka mfalme, na ndiposa Bwana tumesongea katika kiti chako cha enzi tukisema mtakatifu ni wewe, tukisema mwaminifu ni wewe Mungu. Ni wewe unayeweza, tusamehe dhambi na makosa yetu kila mmoja wetu Bwana. Wanaotutazama Bwana, walio katika nyumba Bwana, ninaomba damu yako ya mwana kondoo ya kipekee Yesu, damu sio kama ya mwanadamu, damu si kama ya mnyama Bwana, bali damu yako Yesu ni ile Bwana ilipata Bwana kumwagika msalabani. Na ili siku ya leo mimi na wapendwa hawa Bwana wakuwe Bwana wafanyike kuwa wana wako. Tunalihimidi jina lako Jehova Mungu, tualisujudia jina lako takatifu tukisema wewe ni mwaminifu na ni Mungu wa haki Bwana. Pokea sifa za mioyo yetu Bwana, pokea dua na maombezi ya mioyo yetu Jehova. Tunalihimidi jina lako na tunasema wewe ni mwaminifu Mungu wetu. Licha ya hali Bwana, umetufanya kuwa na uhai siku ya leo, umetufanya kuwa na nguvu zetu siku ya leo Bwana, ukafanya Bwana miili yetu ikafanyika Bwana kuwa hai Bwana. Katika unyonge wetu Bwana umekuwa wa kuingilia na umefanya jambo mpya Bwana. Tunalihimidi jina lako na tunasema ni asante. Mwana wa Mungu, ninaombea Bwana kila mmoja aliye ndani ya nyumba Bwana, ukakuwa nguzo katika maisha yake Bwana, na hata wanaotutazama Bwana ukaweza kuelekesha mkono wako, ufungue waliofungwa, walio katika hali Bwana ya dhiki Jehova, ukakuwa faraja katika maisha yao. Tunanena Bwana kuongozwa na damu na nguvu za wema wako Bwana zijae katika mahali pale walipo Bwana. Walio wagonjwa Bwana natangaza uponyaji, walio chini naomba Bwana wakainuliwe Jehova.
Jehova. Biblia inasema ya kwamba katika nyumba yako Mungu kunako kufunguliwa, kuna kuwekwa huru, kunaweza kubona, kuna kuwekwa huru na hata Bwana kubebewa mzigo. Mungu wa mbingu, wewe aliye na enzi na utukufu, Bwana tunakutukuza. Tunasema Bwana ukiingilia katika hali za watu wako, na ili Bwana watazabasamu siku ya leo ya kwamba Bwana waseme ya kwamba umekuwa Mungu pamoja na wao. Ingilia katika maisha ya kila mmoja Bwana kupitia neno ya siku ya leo. Bwana ninaomba nguvu zako na uwepo wako Bwana uweze kutua mahala hapa na waliotazama Bwana. Nguvu zako zikaweza Bwana kufika mahala pale, ukaweza kuwa kiongozi katika maisha yao, ukakuwa jawabu na suluhisho katika maisha yao Bwana, katika jina na damu ya Yesu Kristo. Tunakuombea Bwana haya madhabahu Bwana uweze kuyaosha na damu ya Yesu Bwana, ukaweka huru katika jina la Yesu. Tunakuombea Bwana kila mmoja aliye na madhabahu haya, nguvu zako zikaota katika whatever he is, oh Lord, I pray upon your revelation. I pray for upon your anointing, Jehovah. Ya kwamba Bwana itakuwa kutoka kwa ikakuwa kutoka katika maisha yake kwa utukufu wa jina lako Mfalme. Bwana tunasema ni asante na tunakuhimidi na tunakusifu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana ni mwema na Bwana wetu ni mwaminifu kwa kila hali. Amekuwa Mungu mwema, na mchana wa leo au adhuhuri njema nimeokoka. Yesu Bwana amekuwa mtetezi wa ajabu, amekuwa Mungu mwaminifu. Licha ya dhoruba hapa na pale, nimeona mkono wa Bwana, maana umekuwa. Na ni kweli Mungu hawezi kasemekana kila dakika unakuwa na mambo sawa. Lazima kukuwe na msukumo au kukuwe na hali ya changamoto ndio imani yako iweze kudhibitika. Lakini usipokutana na changamoto, imani yako iwezi ikakua kuu au ikaendelea kuota, lakini itaendelea kuwa haba. Lakini siku ya leo ninazo sababu za kushukuru Mungu, maana amekuwa mwalimu mwema, amekuwa mkufunzi wangu, na ninazo sababu za kushukuru jina lake. Kwa majina ni Rahab na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa mchungaji wa karibu. He's a good friend. He's a dear friend. For sure I have seen him in this duration, na ninazo sababu za kumtukuza Mungu. Nilikuwa nafikiria wakati nilikuwa najua nitanena siku ya leo, kuna maandiko imekuwa kinena ndani yangu in the book of John 15. Na Biblia imekuwa ya kunitia nguvu ya kwamba that Jesus Christ is the true vine and we are the branches. Bwana asifiwe. Biblia ilikuwa inanitia nguvu ya kwamba ati katika yeye Kristo akiwa true vine na we are the branches, naye Bwana akiwa mkulima. Hiyo neno ilikuwa inanitia moyo from last Friday. Na patwa nilikuwa nawaza hilo neno, na nilikuwa naona ya kwamba Bwana akuwa mchungaji mkuu na akuwa yeye ndio shabaha la kila jambo. Nilikuwa naona kama mti au matawi hayajazaa hukatwa na huongolewa na hutupwa mbali, lakini lile jani au ile mti ikikuwa na kuzaa, hiyo mazao huwa inaota siku baada ya nyingine, na hiyo matunda au ya ule mti huwa inakuliwa au huwa inafanyika kuwa chombo kinacho manufaa. Lakini ule mtu unapokatwa au ule
ule mti unapokatwa hutupwa na hukauka au huwa hauchani tena. Nilikuwa naangalia hilo neno la Bwana na nilikuwa naona ni kweli Mkristo wa siku ya leo tunafaa kukua kama mti ule unazaa matunda. Na Biblia ilikuwa inasema ya kwamba naye Yesu Kristo akiwa mfinyanzi mkuu, sisi huwa tunapokea kutoka kwa Bwana na huwa tunaota kilicho cha Bwana. Bwana asifiwe. Nilikuwa naona ya kwamba nikiwa kama Kristo akiwa ndani yangu na mimi niko ule tu, mimi ni kile kijani au mimi ni kile kiungo, ninafaa nikuwe nikifinyanza, nikuwe nikipata kupokea au nikuwe nikipata kulishwa na Kristo yeye mwenyewe, na lile neno au yale matunda ninapatia katika ule mti yanafaa kulingana au kuambatana na neno hilo la Bwana, au yanafaa kuambatana na Mungu mwenyewe. Lakini nilikuwa naona ya kwamba Wakristo wa siku hizi tumekuwa tukisema ya kwamba mimi nimeokoka, but sure, are you connected to that true vine? Are you connected to that little word of God? Sababu Yesu Kristo akuwa ndani yangu. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo akuwa ndani yangu. Kwa hivyo mti ule ulio ndani yangu akuwa Kristo Yesu. Yale matawi, Bwana asifiwe, au lile jani likiota linafaa kuota matunda inalingana na inambatana na ule mti ulio ndani yangu. Na nilikuwa naona wakati mwingi ndio tunasema ule mtu uko ndani yetu, Kristo ako ndani yetu, lakini ukitazama na ukiangalia tunakule kutoka kwa neno la Bwana, au hatuna kule kuangazwa na lile neno au Kristo aliye ndani yetu, hatukui wa kuambatana na yale aliyo ndani Kristo yetu alivyo. Bwana asifiwe. Na nilikuwa naambia Mungu ya kwamba nisaidie, sijakamilika, lakini nilikuwa naona kama Kristo ndio ako ndani yangu, chochote ninachofanya, chochote fikiria, ile jani ikiwa ndani yangu inafaa iambatane na ule mti ulio ndani yangu. Where the Lord of Jesus Christ is the true vine. Praise God. We are the branches. Are we producing what is in the true vine, or we are producing what is which is outside the true vine? Bwana sifiwe. Na hilo neno liko na changamoto. Ninaona kama ndio Yesu Kristo akuwa ndani yangu, in everything that I'm doing, I'm there to preach him. I'm there to produce what is righteous before the eyes of God, what the Lord expect me to do over to him. Bwana sifiwe. Na hilo neno liko linanitia moyo kwangu mimi, na nilikuwa najiita kama mkutano, naambia Bwana nisaidie kama sijakuwa wa kuzaa au sijakuwa kukamilika. Na ndipo Biblia inasema ya kwamba na mkiomba chochote kupitia jina langu, mimi Mungu nitawapatia. Bwana sifiwe. Mara nyingi tunaona ya kwamba if you abide in my words and I abide in you, whatever you shall pray, the Lord shall provide. Mara nyingi tumekuwa hatuambatani na neno lile la Bwana au Kristo aliye ndani yetu, hatuoti kulingana na hilo neno. Na hivyo ndipo Biblia inasema whenever you abide in me and I abide in you, whatever you shall pray, I shall provide. Kwa hivyo unaona kuna hali, sababu hatuambatani na ule mtu ulio ndani yetu, ndipo hatukui na kupokea. Bwana sifiwe. Ndio sababu matunda yetu hayambatani na ule Kristo, the true vine that is within us. That's where we cannot bear those fruits. Bwana sifiwe. Hauwezi ukaomba na upotee. Na ndio take time kujipiwa, maana Mungu ametupatia funza ya kumrudia au kujielewa, lakini tunakuta hatujielewi. Bwana sifiwe. Na ndipo Biblia inasema kwamba na mkikua katika ule mti, mkijishikanisha na ule mti, yoyote mtakayeomba mimi Mungu nitawapa. Bwana sifiwe. Kwa hiyo siku ya leo ni changamoto tu ya kwamba hebu kama Kristo kweli ako ndani yetu, wacha yale maneno. Bwana sifiwe. Ule udani, ile njani liko ndani yetu, lile mti ulio ndani yetu ukuwe wa kuota mazao yalinganao na neno la Bwana. Bwana sifiwe. Na surely whenever we shall pray, Mungu wetu hatakia kutujibu. Maana kweli unaona ni kama mzazi ukizaa mtoto wako, unajuaga karakta ya mtoto, unajuaga venye ako. Bwana sifiwe. Unaona jinsi hata navyo kuota au kukua, unajua karakta ya huyo mtoto, na sababu you are connected. Hata akienda mlama, you know something is not good.
or something is not right. Bwana asifiwe. The same applies to the kingdom of God, where our God is our maker. He know each and every one of us. He know our deeds. Bwana asifiwe. Anajua tabia yako, ananielewa. Na hivyo ndipo sometimes tunafika mahali unakuja kuadhibu mtoto wako when ameenda au ametenda jambo lisilolingana na venye wewe unataka. Jinsi Mungu wetu anakawia kutubariki sababu tumekuwa wa kutembea kutenda kadri na neno lake. Bwana asifiwe. Bwana tuwe ndani yangu au ndani yako, yale unafaa kuyatenda na yambatane na Mungu. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba tukikuwa watu wa kusikiza na kufanya neno la Bwana, Bwana asifiwe, we be the doer of the word of God, not only here that we may not deceive ourselves. Bwana asifiwe. Tusikue tu wa kusikiza neno, tukue wa kulitenda, kulitekeleza, na ili Mungu wetu asione sisi ni wadanganyifu mbele zake. Bwana asifiwe. Whenever the word of God shall come upon you, just try your level best to receive it and try to do upon that word, na ili neno la Bwana lipate kuwa na kuota mahali pale. Bwana asifiwe. Neno langu nataka tuende hiyo ilikuwa tangulizi au changamoto tu ya kukusihi ya kwamba Kristo akuwe yeye ndio tu vine ndani yako, ukuwe mtu wa kuzama tu, na sababu umeambatana na Kristo, wache yale ulio nayo ya kuambatana na hali ya matunda ya Bwana. Bwana asifiwe. Tuende katika kitabu cha Yoeli wa pili chapter 2 verse 12. Bwana asifiwe. Joel chapter 2 verse 12. Inasema hivi: lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombeleza. Larueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hagairi mabaya. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takazeni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, litakazeni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana harusi bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu madhabahu, na waseme, uachilie watu wake, Bwana, wala usitoe urithi wake upate aibu, hata mataifa watawale juu yao, kwani wamesema kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Bwana asifiwe. Neno hilo la Bwana liko linanitia moyo, na ndiko naona hali ya kukua na kurejea kwa Mungu na kukua mwadilifu katika matendo yale. Bwana asifiwe. Na neno la Bwana linasema ni wakati Bwana alinenea Yoeli mwana wa Pedhuri, na wakati ule Biblia inasema ya kwamba alikuwa ananenea uzazi au kizazi, na kulikuwa na wazee. Bwana asifiwe. Kulikuwa na hali ya kukusanyiko na katika mababu zao, na ili waweze wakakuwa na hali ya kuelekesha watoto wao wa hali ya kumrudia Bwana. Biblia inasema ya kwamba wakati huu ni wakati huyu mtumishi wa Mungu alikuwa anasema hali ya kurudia Bwana, na akakuwa na hali ya kupiga tarumbeta ili katika Sayuni na kupiga kelele ili waende katika mlima wa Bwana palipo patakatifu pa Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba wenyeji wote wa nchi hiyo walitetemeka kwa kusikia lile barugumu au lile tarumbeta likipigwa na huyu mtumishi wa Mungu, na ili watu wote waweze kukusanyika katika Sayuni, ndipo waweze kukua na ndua ya kuomba msamaha au wakuwe na ombi la kuomba Mungu msamaha ya kwamba walikuwa wamemwazi Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na hali ya kuungana katika nchi hiyo wakielekea katika mlima wa Bwana palipo patakatifu pa Bwana ili waweze kumuomba Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba walikuwa na hali ya kutetemeka, maana hawakukusudia
ya kwamba kutakuwa na jambo kama hile au kutakuwa na ripoti kama hile ya kwenda katika mlimani mwa Bwana. Maana Yoeli alinenewa na Mungu ya kwamba aambie watu wa Mungu wamrudie, na ndiposa wakati ilifika na kupasa zile tarumbeta na kuita watu wa nchi hiyo waende Sayuni, waende katika mlimani. Kukakuwa na kusanyiko mkubwa ili Bwana aweze kuyasikia maombi ya mioyo yao. Bwana sifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba ndiposa huyo mtumishi wa Mungu akasema ya kwamba ati Bwana asema nirudieni kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Bwana sifiwe. Ni mambo gani hao watu wa Mungu walikuwa na hali ya kutoka kwa, yani hawakuwa na ule kuamini Mungu, au hawako na lile jambo la kurejea kwa Mungu kwa yale mambo alikuwa ameanza. Lakini Biblia inasema ya kwamba ndiposa huyu mtumishi wa Mungu Yoeli akawaambia, Mungu asema mrudie kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga na kwa kuomba. Bwana sifiwe. Na kwa kuomboleza. Hali hiyo ni hali ya kunyenyekesha Mungu. Saizi Mungu akikunenea kwamba you are there to go and fast, na ili uweze kuabudu Mungu, hali nilikuwa naona kufunga ni hali ya kujikoza, ni hali ya kujitambua. Uache ule ustarabu wako, uache yale mambo unayo, na ili uweze kufanya mwili wako na roho yako hali ya kunyenyekea na kuota mbele za Bwana, na ili lile ndua au lile ombi unapopeleka kwa Bwana likuwe hali na manukato. Bwana aone hali ya kunyenyekea kwako, Bwana aone hali ya kujikakataa kwa mwili wako na katika moyo wako, na ili uweze kwenda katika mlimani kwa Bwana. Siku ya leo ndugu na dada, Bwana anatuambia kwamba ni hali ya kwenda katika mlimani mwa Bwana, ni hali ya kusongea palipo patakatifu pa Bwana, hali ya kumrudia Mungu kwa kuomba na kufunga, hali ya kurejea katika njia za Mungu. Ni njia gani maybe umetoka siku ya leo? Maybe haujakuwa wa kusikia neno la Bwana na kulitenda kadri na mapenzi yake. Umekuwa wa kughairi mchana na usiku. Siku ya leo Bwana anasema kama jinsi alivyonenea hao watu ya kwamba ni wakati wa kumrejea Mungu, basi sababu tarumbeta ya Bwana imo karibu na inaajia kwa wakati wote. Kwa hivyo ni vizuri utayarishe moyo wako na nitayarishe moyo wangu, maana siku ya kuja Bwana ambapo kila mtu ataonekana na Bwana. Bwana sifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati huyo mtumishi wa Mungu alisema, yani akapiga kelele na akaenda katika mlima wa Bwana. Kulikuwa na hali ya mambo, watu walikuwa wamebebwa na mambo, watu walikuwa na mambo mengi, hawakuwa wanafuatilia hali ya kusadiki kwa kuja kwa Bwana. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati ule Yoeli aliambiwa aende, alifanya jambo hili moja, aliwaambia na akawakusanya wote, na ili waende katika hekalu la Bwana ili waweze kuomba na kufunga. Bwana sifiwe. Siku ya leo ndugu na dada, Bwana anatulenea kwamba ni wakati umefika ya kwamba turudie Mungu, twende katika hekalu la Bwana, twende katika ndani ya nyumba ya Mungu, twende katika hali yako ya kiroho. Wewe ujiite kama mkutano, mimi nijenge kwa Mungu, nijiangalie, nijirarue ndani ya nafsi yangu, ni wapi niangalie ni wapi nimeasi Mungu. Bwana sifiwe. Umetoka katika njia gani? Nimetoka katika njia gani? Nimeasi Mungu kwa njia gani? Bwana sifiwe. Yaweza hatutakutana mahali pamoja, lakini katika nyumba yako weka pakuwe patakatifu pa Bwana. Katika moyo wako unapoenda kwa Mungu, uyafungua nafasi yako ya kiroho, uyafungua mlango wako, na ili Bwana ampe nafasi na muda ya kushiriki pamoja nawe. Bwana sifiwe. Na ili Mungu wetu aweze kukunenea, Mungu wetu aweze kukusafisha, Mungu wetu aweze kukurejesha katika mapenzi yake. Bwana sifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu na ni mwadilifu, yeye ni mtakatifu. Kwa hivyo siku ya leo Mungu anatuambia ya kwamba tumrudie kwa mioyo yetu yote. Bwana sifiwe. Kwa nia zetu zote, kwa fikra zetu zote, kwa kunena kwetu kwote, turejee katika njia za Bwana. Bwana sifiwe. Mungu aliona ya kwamba wana walikuwa wameasi Mungu kwa kutorejea katika mapenzi ya Bwana. Bwana sifiwe. Na niposa nimeanza kutangulia ya kwamba Yesu akuwa the true vine and you are the branches, we are there to bear the fruit of the Holy Spirit. Bwana sifiwe. Tukaweza kuota katika mapenzi ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba waliambiwa waende hali na ya kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Bwana sifiwe. Naona hali ya kwenda katika fasting inakuwa ni ka process, na inakuwa ni hali ya kujinyima.
unajinyima mwili, unajinyima hali ya kiroho. Hata katika fikra zako kuna mambo utaachana nayo. Kuna hali utakata mkakati ya kwamba nitaacha hii, nitafanya hii na nitatekeleza haya ili nifanye hili, niweze kutekeleza hii dhabihu mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba wakati Eli aliambiwa haya maneno, waliambiwa wafunge na kuwa na hali ya kulia na kuomboleza. Bwana asifiwe. Tutarudi aje kwa Mungu wapendwa? Ni hali ya kufunga na kuomba na kulia na kuomboleza na moyo yetu yote. Tujitoe, tulalue mavazi yote, yale mambo yataweza tuzuia tuweze kufika patakatifu pa Bwana, au tuweze kuandamana na Kristo. Ni siku ya leo. Kama ni dhambi, kama ni usharati, kama ni kunena kinyume cha moja na mwingine, kama ni jambo unaona lifai, ni vizuri turudie Mungu na sio yako. Hata katika madhabahu, katika pahali unapoishi, kama unaona kuna jambo haliendi vizuri, ni vizuri chukua hiyo jukumu, hali ya kufunga na kuomba na kulilia Mungu, na hali ya kuungua katika moyo wako. Na Mungu wetu ni mwaminifu, atarejesha yote kama vile yeye mwenyewe amesema na kinywa chake, ya kwamba tukimrudia kwa mioyo yetu ataweza kutusikiliza, ataponya nchi, ataponya maisha yetu, ataponya ndoa zetu, na hata watoto wetu watakuwa baraka katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Naona Mungu akiponya nchi, hata mambo yetu yote itakuwa makamilifu. Bwana asifiwe. Maana tutakuwa na hali ya kuungua, hatutakuwa na hali ya kusononeka. Maana mkono wa Bwana ukitua, mambo yote yaweza kukua sawa, au mambo yote kuwa rahisi. Maana mkono wa Bwana umeweza kushuka na mambo inaendelea. Biblia inasema ya kwamba hali ya kulia si hali ya tu ya kutoa machozi. Hali ni hali ya kubondeka, kukuwa na hali ya kuungua katika hali ya kuombea kanisa, hali ya kuombea maisha yako. Ukuwa na hali ya kuungua katika kulia na kusononeka mbele za Bwana. Ile dhabihu ukiitoa mbele za Bwana, kama umejitoa na moyo wako wote, hali ya kubondeka zaidi, Mungu atashuka na atasikia hilo ombi. Bwana asifiwe. Maana Biblia inasema ya kwamba wakati ule waliambiwa waende katika mlima wa Mungu, walikuwa na kutetemeka. Bwana asifiwe. Kuna kutetemeka, kuna kujikana, kuna hali ya kumrudia Mungu na kujitoa mwili wako na moyo wako na fikra zako na hata mali yako, na ili uweze kufurahisha Mungu. Bwana asifiwe. Hao watu waliambiwa hali ya kurudia Mungu kwa vile Mungu aliona kuna mambo yamekuwa yakitua na hawakuwa wanaota katika njia za Mungu, na ndiposa Biblia inasema ya kwamba wakakuwa na tetemeko, na pia katika hali hiyo kukakuwa na giza. Bwana asifiwe. Na katika hali ya kukuwa na giza kukakuwa na kuangaziwa kwa jua, maana walipata kuenenda kwa Mungu na hali ya kunyenyekea na hali ya kutubu na hali ya kumrejea Bwana, naye Mungu akaondoa ile giza, wakaweza kupata kwa mwangaza, na mwangaza ukakuwa na Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Siku ya leo nataka kukunenea kwamba ni vizuri tujielewe, ni vizuri tujifahamu hali ya kwenda kwa Bwana. Najua ukienda kwa Mungu katika hali ya kuwa na uzito au katika mambo unayowapitia, Mungu huwa ulete suluhisho. Bwana asifiwe. Nishaenda fasi na nikakuwa na hali ya kusononeka na nikakuwa na mule kuungua kwa moyo, lakini mambo yalikuwa giza, lakini in the end of the day Mungu alikuja na akaleta furaha katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Hata siku ya leo ndugu na dada, tujaribu na kuendea kwa Mungu. Kama ni tatizo katika maisha yako, hali ya kurudia Mungu, na tujue you are not going to before the eyes of the Lord kwa sababu wewe you are pure. Bwana asifiwe. Tunaenda kwa Mungu maana tumekuwa waasi. Tumeenda kwa Mungu kwa maana tunajijua hatujapendeza Mungu kwa kufikira kwako, kwa kusema kwako, kwa maybe hata kuomba kwako. Maybe mapenzi ya Bwana hauitikii ifanyike. Wewe unataka wewe mwongozo wako, lakini hutaki mwongozo wa Bwana akuongoze. Bwana asifiwe. Na hiyo itakuwa kosa lingine, maana hauachili mapenzi ya Bwana ifanyike katika maisha yako. Unataka ujitangulizie, unataka ukuwe na fikra zako zikuongoze. Hii itaweza kwenda kuwa pia ni jambo la kumwasi Mungu. Lakini siku ya leo Mungu anasema ya kwamba ni hali ya kufunga na kulia na kuomboleza na kurudia Mungu. Ni vizuri jitafute na mimi nijitafute, na ili nione ni wapi nimekosea Mungu, na ili tuweze kulilia nchi yetu tukikuwa sawa katika roho zetu, hata kulilia nchi yetu, hata kulilia kanisa la Bwana. Wewe moyo wako sababu umekuwa usawa
safi na umekuwa imara katika Bwana. Kwa hivyo hata hayo wengine Mungu atakupa mzigo na utakuwa na jukumu la kuchukua, maana wewe moyo wako already umepata kupona. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri sababu Mungu amekuita na amekuamua kwa wewe ni mfanyikazi pamoja na yeye, kuwa ukue mtu wa kurudia Bwana, na ili Mungu anapokuongezea mizigo mingine utaweza kusimama na kutekeleza ya mapenzi yaliyo Bwana. Bwana asifiwe. Hali ya kuomboleza, hali ya kukua na hali ya kuwa na uchungu moyoni mwako, hali ya kuwaza jambo na hili lingine na kuona mahali pale hapaendi salama na kurudia Mungu na kukimbia kwa Mungu na kumuomba, na heri ya Bwana inachukua ya kukua juu ya hilo jambo au katika maisha yako. Mungu wetu ni mwaminifu. Biblia inasema ya kwamba 13, lalueni mioyo yenu wala si mavazi yenu mkarudie Bwana. Bwana asifiwe. Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejali huruma, ni mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, na hagairi mabaya. Bwana asifiwe. Lalueni mioyo yenu wala si mavazi yenu. Bwana asifiwe. Wakati huu ni vizuri unapoenda mbele za Bwana, tulalue mioyo yetu, tulalue maisha yetu, tulalue fikra zetu. Utalarua aje? Na kujikataa na kuitikia mambo yengi. It have to go. Bwana asifiwe. Ni lazima mambo mengine ituondokee ndiposa tuweze kusimama palipo patakatifu pa Bwana. Biblia inasema ya kwamba ule mlango wa mbingu ni mwembamba, hakuna hali ya kubebana utaweza kuingia huyo mlango. Katika njia za patakatifu pa Bwana lazima ukuwe mtu msafi, lazima ukuwe mtu mwenye utu mwema, mawazo mema, moyo mwema. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema in the book of Psalms 15, na mikono misafi. Ati wakati unapoinua katika mbele za Bwana hakuna dhihaki au kutakuonekana kuna dosari, itakuwa ya kukubarika, maana Mungu ameagiza baraka. Biblia inasema katika hizo kitabu ya kwamba ni vizuri kwenda katika mlimani mwa Bwana tukiwa mioyo yetu ikiwa safi, haina kunena ubaya. Bwana asifiwe. Sina hali ya kunena ubaya kwa mwingine, sina hali ya kunena maovu, ni moyo safi, ni ulimi msafi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inward me, kukuwa na hali ya utakatifu katika maisha yangu, ikiwa ni maisha yameambatana na neno la Bwana, ndipo mbele za Mungu nikuwa mtu amefanyika kuwa kiumbe kipya, nikuwa mtu anaye manukato mbele za Bwana, nisikuwa mtu anayepiga kelele mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba na tularue mioyo yetu wala na si mavazi yetu. Bwana asifiwe. Hata nikilarua haya mavazi na sina ule utakatifu, na sina hali ya kubondeka, na sina hali ya kuomboleza ndani yangu, na hali ya kuomba Mungu na kufunga, sitakuwa nikifanya kazi, itakuwa ni bure. Lakini nikiomba na kurudia Mungu na hali ya kunyenyekea, na hali ya kuwa na moyo safi moyoni mwangu, hata nikilarua mavazi yangu ya moyoni, nitakuwa mtu amesimama hali akiwa sawa na akiwa hima mbele zake Bwana, maana moyo wangu nimeularua. Biblia inasema ya kwamba tunapotoa mioyo yetu ikakuwa kama sadaka au iliyo bora mbele zake Bwana. Bwana asifiwe. Hali ya kularua moyo wako, utakuwa mtu wa kunyenyekea, hautakuwa wa kubeba mwingine, utakuwa na hali ya jukumu ya kusimama na kutekeleza mambo ya Bwana, maana tukirudia Mungu kwetu atakuwa ni mwenye neema na mwenye huruma. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo Bwana ametuahidi, tukimrudia yeye kutakuwa na huruma, tutakuwa watu ambaye Mungu ametupa neema. Bwana asifiwe. Amejaa rehema na huruma, na ni mwepesi wa hasira. Kwa hivyo nikimrudia Mungu, ukirudia Mungu, Mungu atakuwa mwepesi wa hasira. Hata kama lile jambo lilikuwa limeota na limekuwa kama wingu, sababu ya hali iliyo au katika dhambi zimejaa, hata kama zimekuwa kama ule ungu. Bwana asifiwe. Mungu wetu maana ni mwenye rehema, atatuhurumia na hatatulipisha kisasi. Bwana asifiwe. Atakuwa mwepesi wa hasira, maana nimerarua moyo wangu, nimenyenyekea, nimebondeka, nimefunga. Bwana asifiwe. Na si hali ya kufunga tu hivyo, ni hali ya kujikataa, ni hali ya kujitoa mhanga, na ili Bwana anapoona lile jambo, Mungu wetu ni mwepesi wa hasira, atakurehemu. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba mkono wa Bwana sio mfupi, ya kwamba waweza kushindwa kuponya au kuondoa dhambi,
macho yake yanaona umbali. Bwana asifiwe. Masikio yake yanasikia. Kwa hivyo ukienda na hali ya kunyenyekea na kutubu mbele za Mungu, masikio yake yangali wazi, yatasikia. Biblia inasema ya kwamba Daudi akaomba, na usiondoe masikio yako kusikia dua au sala la moyo wangu. Bwana asifiwe. In the Psalms 32 inasema ya kwamba Daudi akasema, na Mungu na usitoe umsikio lako kuyasikia maombi ya moyo wangu. Bwana asifiwe. Siku ya leo hata wewe na mimi tukirudia Mungu, ni sababu tunasema ni mwenye mwepesi wa hasira, na ataturehemu, atatupa neema, hatasongeza uso wake, hatasongeza masikio yake, atakuwa karibu wa kusikiliza hilo dua, atakuwa karibu wa kukusamehe, atakuwa karibu wa kukuotesha katika safari hii, na utakuwa mtu ambaye ameinuka na utatekeleza mapenzi ya Bwana. Na Mungu wetu akiona yale unayotekeleza, atakuwa na furaha nyingi, maana ameona umejielewa na umemrudia. Bwana asifiwe. Maana Biblia inasema ya kwamba ni mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, na hagairi mabaya. Bwana asifiwe. Mungu wetu hagairi mabaya. It's only that we have to go before him. It's only that we have to humble before our maker. It's only that we have to surrender our hearts and our ways before God. He's going to heal our ways. He's going to heal our diseases. He's going to heal our nation. He's going to heal our families, because we have surrendered all unto him. We have given our heart to him. We have given our mind to him. Bwana asifiwe. And because he's full of compassion, he's full of mercies, he's going to save us. Bwana asifiwe. He's going to rescue us. He's going to come and to minister unto our life. He's going to transform us, and he's going to mold us once more. Bwana asifiwe. Atatutengeneza, atatuunda, atatufinyanga kama jinsi mwana nyungu au ule muundaji wa nyungu anavyounda na kututengeneza. Ukibondeka mbele za Bwana, tukirudia Mungu, tutaundwa upya, tutafinyangwa upya. Bwana atakufinyanga na utakuwa jinsi yeye anavyotaka. Utakuwa mtu anayetamanika, utakuwa mtu mwadilifu. Bwana asifiwe. Utakuwa mtu wa kujenga, utakuwa mtu wa kuenenda mbele za Bwana na kupeleka zile ndua nazo Bwana anasikia, maana zimekuwa manukato. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukimrudia Mungu, hatutakuwa na hali ile ya kunuka, hatutakuwa na hali ile ya kughadhabisha roho wa Mungu. Tutakuwa na hali ya kunyenyekea, tutakuwa na hali ya kuhimidiwa, maana yeye Bwana akichukua nafasi ndani yako na ndani ya maisha yangu, ndugu na dada, hatuwa utakuwa jinsi ulivyo. Utakuwa mtu tofauti, maana ya kale imeondoka na mapya imeingia ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo roho wa Mungu tukimpatia nafasi ile, atatawala na atatembea pamoja na wewe. Nguvu za Bwana zitatua katika maisha yako, because you are not the same person again. The Spirit of God has taken over, and he's going to learn, and he's going to intervene in your life. Bwana asifiwe. Maana yeye ni mkufunzi aliye mkuu, ni mwalimu mkuu, ni mfinyanzi wetu. Bwana asifiwe. Ni mshauri wa amani, ni mshauri wa ajabu. Atakufunza njia zake, atakushauri mapito yake. Utapata kukusanyika na walio watakatifu, maana roho wa Bwana amechukua ushukani ndani yako. Hali ya kurudia Mungu ni hali ya kusononeka na kujikataa na kutoa mambo yote yanayozuia Mungu yeye kushuka na kutenda kazi ndani yako. Siku ya leo nataka kuambia nini? Ni vizuri mimi na wewe tutoe yale mambo, yale mapambo yanayozuia Mungu yeye kushuka na kutenda kazi na wewe jinsi yeye anavyotaka. Bwana asifiwe. Na hivyo siku ya leo nataka ujihoji, ni mambo gani which are the hindrance ambazo zimefanya mimi Mungu hashuki au atendi kazi ndani yake yangu jinsi anavyostahili? Ni mambo gani hayo? Ni jambo hilo gani linalosimama na ili Mungu asifanye kazi ndani yako? Siku ya leo ni vizuri kumrudie Mungu, hali ya kufunga na kulia na kuomboleza, na ili nguvu za Bwana zipata mahali mara tena, uwepo wa Bwana upata kutoka katika maisha yangu na yako, na ili tupatie funzo lingine, mwana wa Mungu kutamaraki. Bwana asifiwe. Na kitamaraki, mambo makuu yatatendeka, mambo ya maajabu yatatendeka, nguvu za Bwana zitatua, wagonjwa watapona, walioviziwa watasikia. Bwana asifiwe. Na waliomea chini itapata kuinuliwa, maana nguvu za Bwana zimefanya kazi katika maisha yako. Bwana asifiwe. Hata yale unayoota katika maisha yako, katika nafsi yako, katika kilindini cha moyo wako, ndugu na dada, huhitaji kuambiwa na mtu, maana unajua jinsi Bwana anavyofanya kazi yako. Unajisalimisha kwa Bwana na anachukua usukani.
ndani na unakuwa kiumbe kipya. Bwana sifiwe. Kwa hivyo hatuhitaji mambo mengi, ni hali ya kurejea kwa Bwana, ni hali ya kumrudia Mungu, ni hali ya kuchukua na hali ya kulia na kuomboleza na kwa kufunga. Kwa hivyo ni wewe ni ujiamini, ni wewe ujikane, ni wewe ujitoe, hali ya kutafuta uso wa Mungu na ili Mungu wetu aonekane. Bwana sifiwe. Biblia inasema ya kwamba hagairi mabaya. Bwana sifiwe. Tukimrudia hata kama dhambi zetu zitakuwa kama damu, atatufanya kuwa kama theluji na atakuwa wa kuturejesha na tutafanyika kuwa wana wa Mungu. Bwana sifiwe. Usipate kuambiwa na shetani au shetani usimpe nafasi ya kukujulisha yale ulifanya hapo mwanzo au yule uliyofanya jana. Come today as a new person needed to be transformed by the power of God, and you are going to move because the Spirit of God is upon you. Bwana sifiwe. Ukijitoa, ukiombea moyo wako, ukijifungua, ukilarua moyo wako, upe nafasi kuu Roho wa Mungu kuchua na hata kutoka katika maisha yako, utakuwa mtu wa kubarikiwa. Maana Mungu wetu ni mwenye amejaa rehema, na rehema nyingi zitakuwa katika maisha yako. Bwana sifiwe. Ni nani ajue kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Bwana sifiwe. Tukirudia Mungu. Bwana sifiwe. Biblia inasema ya kwamba ni nani hajuae hatarudi na kutupa nini, hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka. Bwana sifiwe. Tukirudi kwa Mungu, ndugu na dada, imagine our God is going to move. Bwana sifiwe. Ataturejea, atageuka. Hata kama alikuwa ameondoa uso wake, atarudi na zile baraka na atakupokesha. Maana umejielewa na umejifahamu, umejua jinsi ya kutafuta Mungu, umejua hali na kukata kauli ya kutegemea katika ulingo wa Bwana, ndipo upate zile baraka. Biblia inasema ya kwamba ataturudia, atageuka na pia atatupatia, atatuachia baraka zake. Maana yeye ni Mungu na atatupa unga. Bwana sifiwe. Na atatupatia kinywaji, maana Mungu ni wetu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ndugu na dada, ukirejea Mungu kwa moyo wako wote na moyo ulio na nia njema, kwa kweli hata kama ni jambo gani hilo, hata kama Mungu alikuwa ametoa baraka sababu ya kutotii au kwa kumwasi, Mungu wetu amesema ya kwamba atarejesha, atageuka, atakuja na zile baraka, atakuja na hali ya kinywaji. Bwana sifiwe. The Spirit of God, he will be, Bwana sifiwe, our everything. Roho wa Mungu akikuja, atakutunza, atakupa maji. Bwana sifiwe. Neno la Bwana likikuwa ndani yako, utakuwa na mazao, utakuwa na matunda. Roho Mtakatifu atakuwa kama maji. That in everything that we are that. Kama uko thirsty, atakuja na kukupatia neno lake. Roho wa Bwana atakuwa mkufunzi. Atakuja hata kama umefika mwisho. Atakuja, atafanya moyo wako hali ya kuvumjika tena. Utakuwa na mwanzo mpya. You are going to be refilled once again because you have given your heart full to God. Bwana sifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba atageuka, atakupatia kinywaji na atakupatia unga. Bwana sifiwe. Unga utapokea. Utakuwa na maji. Bwana sifiwe. Maana Bwana amekuja na Biblia imesema ya kwamba ni Mungu mwenyewe amenena. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ndugu, tukirudia Mungu, Bwana atatayarisha katika haja ya moyo wako. Ataona jinsi ulimrudia na yale mambo matatizo yalikuwa yamekukumba. Imagine God is going to provide everything for you. Praise God. Atatua katika maisha, atafanya njia pasipo na njia, na mkono wa Bwana utakuwa wa kukua juu yako. Unga itakuwa ndani yako. Bwana sifiwe. Maji atakunywesha. Utakuwa na mambo makubwa, maana ni Mungu mwaminifu. Biblia inasema ya kwamba atarudi nyuma. Bwana sifiwe. Imagine ulikuwa umedhania maybe uliasi Mungu, hawezi akakurejea. Imagine he is full of mercies. He wants only you to know what you are doing or whatever you did and to come back to the ways of God. Come back to your senses. And God is ready to forgive you. God is ready to admit you. God is ready to uplift you. He is ready to hear your voice. Bwana sifiwe. Ako hapo amegojea na ili aweze kugairi na kugeuka, akusibishie yale yote Bwana ameandaa. Bwana sifiwe. Ni kama jinsi mtoto anavyojua amekosa mamake au mzazi wake, anakuja, mama, nimeomba msamaha. Imagine our God in heaven. He is ready to listen to us. He is ready to hear from you, dear brother.
He's ready to hear from you, dear sister, that you have surrendered it all, and he's ready having his package to offer to you. Praise God. He's ready to fulfill all that you have been desiring, because you have come back to your ways, to the ways of the world. You have turned away to the sinful things, and you have come to seek his forgiveness. He's ready to forgive you today. Praise God. Mungu wetu ni mwenye rehema, na Biblia inasema ya kwamba wakapiga tarumbeta Sayuni, na kukakuwa na kusanyiko kuu. Bwana sifiwe. Na kukakuwa na wale makuhani wakaambiwa wanaohudumu katika pale patakatifu watakaachilia baraka za Mungu. Bwana sifiwe. Imagine in the presence of God. Hata kama ndugu wewe uli nje hupo, kuna mambo yamekuwa yakikukwazi, yamekubeba, umefika mwisho wako, tafuta makuhani wa Bwana. Tafuta waliomwagiliwa mafuta na Bwana, wakusongeshe katika neema ya Bwana, na ili upate kufunguliwa na upate kumrudia Mungu, maana Mungu wetu ni mwenye fadhili nyingi. Bwana asifiwe. Atatusamehe, atatuosha, na Biblia inasema ya kwamba ati Bwana atagairi na atakuja na atakubebea, atakuja na kukujali, atakuja na kushibisha na unga na sadaka. Bwana asifiwe. Sadaka ni gani? Yale mambo umeotea katika ufalme wa Mungu. Mambo, kuna lile jambo Mungu ametekeleza au ameangalia unafaa, unakuwa ukiomba, atakuwa wa kukupatia. Bwana asifiwe. Na kinywaji kikiwa Roho Mtakatifu, neno la Bwana likikuwa ndani yako, utakuwa wa kushibishwa. Bwana asifiwe. Utakatifu Bwana anahitaji. Turudie Mungu, na Mungu wetu atatubariki. Tukuwe na hali ya kunyenyekea, iliyobondeka. Tukuwe na hali ya kufunga na kulia Mungu. Hakuna jambo, na usidanganywe na mwanadamu yote. Hakuna kosa Mungu wetu aweze akasamehe. He is not a man to lie. He is not a selfish God. Bwana asifiwe. He is a holy of holy. He is the King of kings and the Lord of God. He is omnipresent, all knowing. Bwana asifiwe. Praise God. And he's going to do it once again. Just surrender your minds. Even if your mind they are not in order, just ask God for his forgiveness. Let God to intervene in your life. He is going to transform you. He is going to have his way in your life. For sure, dear brethren, you will never be the same, because whenever the presence of God shall reign upon your life, you are going to be a new creature, because God is going to minister and is going to deliver you. Totally, he is going to deliver you. He is a holy God. Bwana asifiwe. Ni Mungu mweza, ni Mungu wa upendo mwingi, anatupenda, anatuenzi. Bwana asifiwe. Si kama mzazi wako ataweza kukurushia mkono, ataona hauna nafaa, hauna manufaa, hataona mambo yako ilisha, anaweza kukunenea mabaya, but our God is there to embrace us. Our God is there for his love. Bwana asifiwe. Anataka umrudie, na usidanganywe na mawazo au mambo yote ya kwamba Mungu wetu ni mwepesi wa hasira. Atakurudisha katika njia zake, utarudi. Hata kama uliiba, hata kama uliua, our God is full of mercy. He is going to forgive you and he is going to bless you, because he is a faithful God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri jioni ya mchana wa leo tumrudie Mungu na hali ya kufunga na kuomba. Bwana asifiwe. Maybe hauwezi kufunga the whole day or 10 days or 5 days, but even you can sacrifice not to take your meal. Bwana asifiwe. Be before the eyes of the Lord. Just surrender your heart. Bwana asifiwe. Mwimbaji wa wimbo limba yake, Bwana pasua moyo wangu, rarua moyo wangu, na ili nguvu zako ziweze kuingia. Na najua nguvu za Bwana zikiingia ndani yako, mambo yote ya dunia itashindwa, mambo yote itapata kukuisha. Nguvu za Bwana zitatake over and you are going to be a new person. Na Mungu wetu atatubariki. Praise God. Nataka tusimame to worship Mungu wetu, twende mbele za Bwana. Ndugu na dada, moyo wako hawezi kuficha. Na nidige henya. Huwezi whenever, whatever you know that is not present before our Maker, just surrender it to all to God. And he's going to cleanse us. He's going to hear us. He's going to change us. He's going to transform our hearts. And he's going to renew our salvation. Praise God. Na Mungu atatubariki. Mungu wetu ni mwema. Hallelujah. Ni wewe Bwana, 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 ni wewe
ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe unayeosha, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe, siku ya leo ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe, twakurudia, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, nena nasi, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, twakupenda, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, oh ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Roho wa Bwana, ni wewe, tuoshe leo, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, tutakaze, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, oh ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Yahweh, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, oh Yesu, ni wewe Bwana, oh ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Jesus, we worship you, Lord. Jesus, for this word, oh Lord. We surrender our lives before you, Jehovah God. We honor you and adore your name, Jehovah God. Ni wewe Mungu wetu, ni wewe Bwana, ni wewe mtakatifu wa amani. Bwana, twapasua mioyo yetu siku ya leo, tukirejea kwako na hali ya kuungama dhambi na makosa yetu Bwana, kwenye tumekuasi, kwenye tumetoka njia Jehova. Bwana, Joeli alipasa kupata tarumbeta ili Bwana aweze kuita watu wako mlimani pako Jehova, na ili wakurudie na mioyo yao yote na fikra na mambo yao yote, hata kwa watoto na kwa watu wote Jehova. Hata nasi siku ya leo Bwana tumesikia ili ya kwamba turudie jina lako, turudi kwenye zile njia tumekuazi nazo, kwenye njia zenye tumetoka katika mapenzi yako Mfalme. Tunatubu siku ya leo na tunaomba mwongozo wako Bwana, na ili ukaweze kuchukua hali ndani yetu Mfalme. Tukuzua shukrani kwa kila mmoja aliye mali ya nyumba na leo sasa siku ya leo Mfalme, nikinena nguvu zako, nikinena hali Bwana ya kukurejea na kurudi katika mapenzi yako Jehova, kwenye popote pale tuliasi na kutoka kwenye njia Bwana, tunaungama dhambi zetu na kurudi kwako. Tuotesha katika mapenzi yako, katika neno lako lilo haki Jehova. Tuwezi tukakimbia neno lako, maana neno lako ni pango ukatao kuili Jehova. Hata tukikimbia hatutapata kushinda Bwana, mauti yatatuangamiza. Lakini Bwana tumekurejea na hali ya kuungama dhambi zetu na makosa, hali ya kularua mioyo yetu Jehova Jire, hali ya kuota katika njia
njia zako mfalme. Tunaomba tukasadiki katika mapenzi yako Jehova. Biblia inasema ya kwamba utageuka Bwana na utatujalia neema na rehema Bwana. Utakuwa Bwana mwepesi wa hasira Jehova. Hautaghairi kama Mungu wa Israeli. Mapenzi na kusudi lako litaneneka miongoni mwetu. Ninaombea nafsi zetu na mioyo yetu Bwana. Ninaombea hali ya maisha yetu ya kiroho Bwana. Katika utu wa ndani Mungu tutakaze. Takaza fikra na mawazo yetu Jehova. Takaza maisha yetu Jehova. Takaza fikra zetu Bwana. Katika hali zozote tumetoka katika njia, tumekuasi kwa njia moja na nyingine. Mfalme wa amani, ninaomba ya kwamba nguvu zako na rehema zako Jehova, maana hautaghairi kama Mungu wetu, uturehemu na tutakaza mfalme, katika jina na damu ya Yesu. Naomba aliyetutakalia tunasema siku ya leo kwa njia yote amekuasi na Bwana. Biblia inasema tukifanya sisi ni watakatifu, tukufanya wewe kuwa mdanganyifu Bwana. Sisi ni wakosaji siku ya leo, na ndiposa tumekuja na hali ya kunyenyekea na hali ya kubondeka katika mioyo yetu, hali ya kunyenyekea mbele zetu mfalme. Biblia inasema wote wanaonyenyekea utawainua Mungu wetu. Wale wote watakurudia kwa mioyo yao yote Bwana, utakuwa Mungu wao pamoja na wao, watakuwa wakuwarudia Mungu wa Israeli. Mungu wetu, ninaomba jambo hili ya kwamba utaturehemu katika migoni mwako, utatupa nafasi nyingine Bwana, utatupa nafsi fursa nyingine Bwana ya kurejea na kuitwa wana wako siku ya leo, hali ya kubondeka na kurejea. Mungu, sisi ni watendaji dhambi, sisi tumekuasi Mungu wa Israeli. Tunatubu na tuinua mikono yetu as a sign of surrendering Lord. We surrender our lives before you. We surrender our minds, oh dear Father. We surrender everything that we have sinned against thee, dear Jesus. We pray for your forgiveness, dear Lord. We pray for your manifestation of your power, Jehovah God, to be upon each and every individual, because God, we are sinners, oh God. We pray for your forgiveness, Lord. We are praying for the repentance heart, oh God, to each and every individual, Jehovah Jireh, because God, you are holy, Lord, and you are mighty, Jehovah God. Lord, who can be able like me, Jesus? It's only you, dear Lord. It's only your power, Jehovah. It's only you that you are in our portion, Jehovah. You shall transform us, oh God. We shall render to you, Jesus. We will call upon thy name, Jehovah. Oh dear Lord, the Bible says, Jehovah, that the word of the Lord is a strong tower. We are righteous and we are saved, Jehovah. We have come unto thee, Jehovah God, just surrendering unto you, Jesus. Oh Lord Almighty God, may I pray, Jehovah, that our repentance, oh God, oh Jehovah Jesus, shall be acceptable before your throne, in the name of Jesus Christ, oh dear Lord. And you are going to call us sons and daughters today, because God, we have said, oh God, come unto thee, Jehovah God, just surrendering unto you, just honoring you, just adoring you, dear Lord, because you are full of mercy, Lord. May you accept our sacrifice tonight, this evening. May you accept our prayers, our cries, oh dear Redeemer, in the name of Jesus Christ, oh God. We are praying for the spirit of contrition, oh God. We are praying for humbleness, oh dear Lord. We are praying, Jehovah, for your love. Oh, let your peace, oh God, that passes through understanding, Jehovah, to rest upon each and every individual, in the name of Jesus Christ, oh dear Redeemer. We thank and we worship you, Jehovah, because you are going to accept our supplication, Lord. You are going to accept our hearts and our ways, oh Jehovah, because we have amended our ways unto you, and you are going to cleanse us, oh Lord. You are going to purify us, oh God. You are going to sanctify us, oh dear Lord, through the blood of Jesus Christ, oh dear Lord. And we will never be the same again, oh God, because you have taken the dominion upon our life. Oh Jehovah, we give our hearts unto you. We surrender our minds and everything, Jehovah, that the Spirit of God shall dwell in us, that your Spirit shall move, oh Jehovah. You shall guide our feet and our paths, oh dear Lord, because the Bible says, oh dear Lord, the word of the Lord is a lamp to our feet and to light to our feet, Jehovah Jireh. We pray for your Spirit, Lord. We pray for your word. We pray for the light
grace of you to be upon us, oh Jehovah, in the name of Jesus Christ. And we bless and we worship your name. Tunakuabudu na tunakupa sifa Bwana. Oh, tukuka mahala hapa Bwana, walio karibu na mbali, wenye kisima hichi Bwana, ninaomba neema yako Bwana, hali ya kukurudia kutenda mapenzi yako iwe miongoni mwetu Bwana, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Natangaza uponyaji kwa walio wagonjwa, walio nyumbani, walio mbali na karibu Bwana. Mkono wako sio mfupi wa kushindwa kuponya. Tenda kazi ndani yao. Teremsha mkono wako ulio na nguvu, ulio na uwezo na uponyaji, ukaweza kuatua mizigo yao mizito, na ili waweze kukusujudu na waweze kukubariki Bwana. Tunakubariki Bwana, tunakaribisha uwepo wako jioni ya leo. Tembea nasi Bwana. Oh Jehova, tufanikishe kutekeleza yaliyo mapenzi yako Kristo, katika jina na damu ya Yesu. Tunakubariki na tunakupa sifa Mfalme, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. God bless you so much, our viewers. Wherever you are, be blessed. We are praying that God is going to visit you, and we are going to come to turn unto our Lord, and we are going to surrender everything unto Him, and He's going to visit you, and He's going to deliver you in the name of Jesus. We thank you. I can see tuko na namba zetu za M-Pesa. Either you have tithe, you have an offering, just uitume na utabarikiwa. Na mko karibu katika CTV na Synagogue Church, na tutabarikiwa. God bless you so much, and may God do you good. Amen.